Halo? Tunamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kaini angesikiliza lile agizo la Mungu alilokuwa anamwambia, anampa tahadhari, utapotea. Mwisho wako utakuwa mbaya, dhambi inakuotea. Tunahitaji vibali. Angesikiliza, leo hii asingekuwa anasemwa vibaya. Angerudi mbele za Mungu akatubu, si ndio? Kaambia Mungu nisamee, nimekukosea, kwa sababu tunajua kibali cha kwanza tupatane na Mungu. Najua kweli maisha ni vita, kuna mambo unakutana nayo ni vita tu vya muovu katika maisha mbalimbali, unakutana na vita kwenye biashara na nini, lakini mimi nazungumzia kibali. Haleluya. Kibali kinapoondoka, shetani anapata muda, anapata nafasi, anapata nguvu ya kukuumiza, ya kukuangamiza, ya kukupoteza. Mungu atusaidie. Haleluya. Tunahitaji kibali kuendelea mbele. Haijalishi ni nani, hata kwa wazazi tunahitaji kibali, si ndio? Unaomba kibali mbele za Mungu. Mbele ya bosi kazini tunaomba vibali. Mungu nisaidie leo, nipate kibali niweze kupata fursa mbalimbali. Naomba kibali ili niweze kuinuliwa. Naomba kibali leo siku yangu iwe njema. Naomba kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hii tahadhari Kaini akaambiwa kwamba kama ukitenda vyema hutapata kibali. Kumbe matendo yetu mema ndiyo yanayotupa nini? Kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kaini alichukia kwa sababu ya ndugu yake, lakini je, angetenda mema kinyume cha chuki ni kumpenda, si ndio? Au angetii lile agizo la Mungu aliloambiwa toa sadaka, angebarikiwa. Haleluya. Haleluya. Sasa hapa anaambiwa usipotenda vyema, kama hatutatenda mambo mema, watu wa Mungu tunaambiwa dhambi iko. Haleluya. Kama hatutatenda mambo mema, dhambi ipo. Hii ni tahadhari, tunaambiwa dhambi ipo. Tena hapa anasema inakuotea mlangoni, haiko mbali, inakuinda mahali fulani uweze kuanguka, kupotea. Nayo inakutamani wewe. Halo? Inakutamani, dhambi inatutamani. Tuijue mitego ambayo shetani anatuwekea. Dhambi inakutamani. Sasa angalia mienendo yako, unatenda vyema? Na kama ukitenda vyema utakosa kibali. Matendo mabaya yanatufanya tukose kibali. Haleluya. Mbele za Mungu, na kukipata kibali ni gharama. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Ni gharama. Kaini alikosa kibali kwa sababu hakuchukulia lile jambo ambalo Mungu alikuwa analisema kwa userious. Yeye alichukulia ni kawaida tu, akafanya tu vibaya, na kweli ile dhambi ambayo alikuwa anapewa tahadhari ikamuotea njiani. Anasema hapa kwamba walakini yapasa uishinde. Haleluya. Dhambi ipo kutuotea mlangoni, yani mitego iko mingi, na shetani anaweza akamtumia mtu yoyote kukuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kumtumia mtu yoyote, yani mtu yoyote anaweza akatumika kukuangusha kwenye dhambi. Sio mtu nani tu, yeyote yule anaweza akatumika kukuangusha. Sasa kuwa makini ili dhambi sikuangushe ikakupoteza, watu wa Mungu. Sisi ni wanadamu, na adui ya kwanza ni mtu wa wapi? Wa karibu yako. Haleluya. Huyo ni rahisi kukuangusha, si anaamua kukwaze tu, si ndio? Labda kwa sababu ana nafasi fulani anaamua tu akuminye, si ndio jamani? Halo? Sasa sisi tukijua kwamba mpango wa shetani ni upi, utasimama, utaomba ulinzi, utaweka mipaka, utaambia Mungu katika hili kweli huyu mtu hayuko sawa, hajatenda vizuri, anataka kunisababishia mabaya, naomba kibali. Haleluya. 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 Tunakumbushwa tutende mema ili tupate kibali. Hata kwa mabosi kazini, kama we ni mvivu huwezi kupata kibali, si ndio?
lazima ujitie bidii, uwahi kazini, uhakikishe unafanya hivi na hivi, ili mambo yaende. Mungu atusaidie. Natamani asubuhi ya leo tuombe kibali, Mungu atuonekanie. Haleluya. Mungu atupe ushindi. Kibali cha Bwana kinatufikisha mahali popote. Tunapita kwenye magumu, hali mbaya za kiuchumi, tunakosa vibali tu vya kumiliki pesa kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo pengine tunajisababishia sisi wenyewe ugumu. Leo tunatubu mbele za Mungu. Haleluya. Tenda mema, mtafute Mungu, hakuna jambo jepesi. Kibali ni gharama, kuwa nacho kilimgharimu Yusufu kukimbia yule mwanamke ili asianguke naye dhambini. Ingekuwa mwingine siangeshangilia nyakati hizi, si ndio? Ngesema bora mshangazi kajileta mwenyewe. Halo? Si ndio jamani? Hivi kweli mke wa rais, mke wa mtumishi mkuu, jamani, maanake anajua kabisa huyu baada ya tukio hili nitapata hela, si ndio jamani? Atakuacha bure ili umtunzie siri yake, si atakupa hela. Ingekuwa ni kijana mwingine angechangamkia fursa. Angeona hapa sasa ndo penyewe. Yeye mwenyewe hataki kuharibu ndoa yake, si ndio? Lakini ile tamaa ndo imemfanya akimbilie pale. Kwa hiyo mwingine angeshangilia. Bahati imejileta yenyewe. Lakini tunaona huyu alikuwa anatafuta kibali mbele za Mungu. Kwa hivyo alikimbia dhambi. Na sisi Mungu atusaidie. Haleluya, watu wa Mungu. Tusimame. Tunatamani kumuona Mungu akituinua. Tunatamani kumuona Mungu akitubariki. Tunatamani kumuona Mungu akitusaidia. Tunatamani kumuona Mungu akitufanikisha. Tunatamani kumuona Mungu akitupigania. Lakini kama hatuna kibali hata cha kusimama mbele zake kwa ujasiri kumwambia Baba, tuko hapa, tunakuhitaji wewe, hatuwezi kupokea jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuende mbele za Mungu tu.